Yes, katika ulimwengu ambao mabadiliko ya sayansi na teknolojia yanakuja kwa kasi, matumizi makubwa ya mitandao ya kijamii, lakini pia access ya vitu vingi ambavyo pengine mwanzo havikuwepo, umesababisha changamoto mpya ambao sasa hivi inaonekana kwa vijana wengi. Japokuwa wengi au jamii inaweza inachukulia poa, au kijana mwenyewe akawa hajui kama hiyo ni changamoto, lakini imeonekana kukithiri sana kwa watu wengi, na changamoto hiyo ni uraibu wa ngono, sex addiction. Sasa tupo na mtaalamu hapa ambaye atatuelekeza kwa umakini kabisa changamoto hii ipoje katika jamii, lakini pia kijana anaathirika vipi kwa kupitia changamoto kama hii kwenye maisha yake binafsi, ukuaji wake pengine wa kiroho, lakini pia hata katika masuala mazima ya jamii kwa ujumla, na pengine sababu kubwa ni nini. Je, ni malezi, ni wazazi, ni maendeleo ya sayansi na teknolojia ndio yametufikisha hapo, au ni kipi? Salia nasi tuweze kujua mengi katika jambo hili. Mtaalamu, karibu sana. Asante. Ningependa kujitambulisha kwa majina, unaitwa nani, unatokea wapi na unajihusisha na nini zaidi? Okay. Naitwa Tracy Robert, pia nafahamika kwa Beatrice Robert. Okay. Ni counselor wa Christian counseling, lakini pia nafanya mental health counseling. Okay. Yeah. Sawa. Changamoto hii ambayo sasa hivi imeonekana kukithiri sana hasa kwa upande wa vijana, ya uraibu wa ngono, sex addiction. Unadhani changamoto hii ipo katika jamii, na kama ipo kwa ukubwa gani na nini sababu hasa? Okay. Changamoto hii ipo hata kama haijapewa hiyo priority sana, lakini ipo na ina affect sana vijana. Okay. Na ni kutokana na utandawazi uliopo, lakini pia maadili, yani wazazi wa kizazi hiki, yani the age ambayo ni labda from 30 ambao yani wanaoelekea 40 wenye watoto wao, au ambao wana 20 years. Kunakuwa na ile changamoto ya malezi. Wazazi wamefocus kutafuta pesa kuliko kuraise watoto ambao wana misimamo, wanajua wanataka nini, wanajua thamani yao. So imeachilia watoto ile msemo wanasema dunia iwafunze watoto. Mostly saizi mtoto anatoka tu nyumbani hajapewa misingi ya kusimamia anapoenda kukutana na wenzake. Okay. It's rarely kwamba ni about money issues, it's rarely about not knowing kwamba sex ina shida. Lakini mara nyingi sana inatokana na amefundishwa nini kuhusu sex, ameambiwa nini. Wazazi wengi hawakuwa wanafundisha watoto kwa habari hii. Kwa hiyo mtoto anakuja kujifunza anapofanya, au anapoikuta kwenye mtandao, au anaposikia wenzake wanaposema. So it's not a knowledge that it's good. Nasema mtu atatoka nayo, atajua kujiprotect. So that is the of many issues kwenye sexual misuse. Yeah. Okay. Lakini unapozungumzia uraibu wa ngono ni nini hasa? Okay. Ni tatizo la kutoweza kuwa na control kwenye hilo tendo. Control imewekwa in a sense kwamba unapoingia kwenye ndoa ndipo sehemu halali ya kuexperience hilo tendo. Lakini saizi at any point, at any time, watu wanali experience kwa sababu hakuna uzuio. Hakujawekwa misingi mizuri labda na serikali, familia, kanisa kuweka misingi ya kuzuia kwamba hichi kitu jamani, it is, I think hata Waislamu nao it is the same thing kwamba kiko ni cha kwenye ndoa, ndio maana wanafunga ndoa. Na ukiona hujaridhika unaweza ukaongeza. Kwetu kwa Wakristo ni mmoja, kwa sababu usipoweza kucontrol kwenye hilo eneo, ndio maana unakuta mtu anakuwa na multiple partners. It is not about the sex, it's about losing self control. Usipokuwa na hiyo self control, hata tunaona kwenye Biblia Suleiman ana wanawake 700, masuria 300. Why? For what? Ni kwa sababu ya lose self control. Unapokosa kule kujizuia, hata ukipata nini, bado utataka tena, utataka kuexplore more. There is the problem. Okay. Kingine pia ambacho ni kikubwa zaidi ya hichi nachosema ni spiritual issues. Okay. Spiritual issues in the aspect kwamba
kuna point inafika ukiruhusu kufanya kitendo au ukiruhusu kutenda dhambi, kuna roho inaingia ndani yako. Roho inapoingia ndani yako, it will push you, so unakuwa hauna sense, yani it's not because you want to do it, but there is something that is pushing you. Kwa hiyo most people baada ya kutoka kwamba wametenda dhambi wakarudia kuitenda, then kuna spirit inaingia. Hiyo spirit inawaletea addiction, hawezi kuacha hata akitaka. Unakuta mtu ana nguvu gani ya kufanya lisali moja, alafu anatoka anaenda kwa mwingine, anafanya lisali moja, anaenda kwa mwingine. It's not normal, because that's not how we are built. Lakini kwa nini mtu anaweza kufanya hivyo? It's because there is a spirit behind. Kingine ni psychological issues. Trauma inaweza ikampelekea mtu akawa na addiction, kwa sababu inakuwa ni sehemu ana hide vitu vyake, ni sehemu ambayo anapokea some stimula, kama ambavyo mtu anaenda kunywa anatumia madawa, anaji self medicate. Sex can become an addiction in the sense kwamba you constantly having the urge kufanya hilo tendo ili kuridhika. Kwa hiyo unakuta mtu hawezi kucontrol, yuko ofisini atatoka aende akapate. Why? Traumatic issues zimetokana either, mara nyingi saa nyingine inaweza ikawa alikuwa molested alipokuwa mdogo, yani kufanywa labda akiwa mdogo wa kiume, akaingiliwa akiwa mdogo, au rape. Kwa hiyo inaleta psychological issue ambayo itampelekea either anaweza akapenda sana hilo tendo, anashindwa kucontrol, amekosa self-worth, amekosa kujithamini. Kwa hiyo anaona anathaminika kwa wale wanaomuita, wanamwambia anaona it's easy, it's okay. Hiyo pia inaweza kuhusisha na masuala ya stress au msongo wa mawazo. Yes. That was something else I was going to say. Kwamba kwenye trauma kuna vitu vingi. Kwa hiyo anaona kwa sababu ya hii stress I cannot handle it. What is giving me pleasure? Sex has always been giving me pleasure. Kwa hiyo anakimbilia huko. Kwa hiyo at the end, kwa sababu stress unatakiwa kuitake care, usipoitake care inaendelea kukaa mpaka unafikia sasa depression. So at a point anaona the only solution it's for me to do that. Kwa hiyo constantly inamcall until anakuwa addicted. Addiction ni pale ambapo you want to stop, you cannot stop, and it's because you think you get pleasure in it, lakini sio kweli. Kwa hiyo kwa sababu inakudanganya kwamba you're getting pleasure, you constantly go to it, lakini when you realize kwamba inakudestroy, because it has very bad effects to lives za watu. Very very bad. Sasa kwa mfano mimi ni kijana, au kuna kijana sasa hivi anatutazama na anatusikiliza, najuaje kama nimeshaingia kwenye sex addiction? Na pengine unajua kuna ule muda mtu kama ulivyozungumza, kuna masuala ya trauma, kuna stress, kuna msongo wa mawazo, kuna muda mtu anaweza kawa amezama, yani hiyo trauma imembeba kiasi kwamba anaona kile anachofanya ni sawa. Sasa ili ajijue kwamba sasa hivi ameingia kwenye sex addiction, inabidi vitu gani vya kuzingatia hapo? Okay, when your brain cannot focus or function without that thing, you can control everything in your life, but when you lose the control of your brain, ambayo ndio inakulead kwenye kila kitu, you constantly think I have to go, I have to do this. Hiyo one of the sign. Another sign ni pale ambapo you cannot control yourself. Yani uko kwenye meeting, ukiona tu hivi mwanamke, akili yako imeshtuka, yani una lose you fail to do basic things. Kingine, when you are very smart, sex addiction inaleta biblically inapunguza akili. Yes. Watu wanaoangalia porno, wanaoshiriki sana tendo nje ya watu wao. Yes. Inapunguza akili yako. Unakuta mtu alikuwa very smart, but because of constantly doing that, hawezi akafocus, hawezi akafanya vitu, hawezi akafanya maamuzi makubwa. Ana vitu vikubwa, lakini inapunguza ule uwezo wake wa kufikiri, uwezo wake wa kung'amua mambo, uwezo wake wa kufanya vitu. It's because of that. Kitu kingine ambacho kinaweza kikakujulisha kwamba sasa hivi kwenye sex addiction, yes, ni pale ambapo
you constantly have, yani hauwezi focus na mtu mmoja. Iko hivi, I have a boyfriend. Yes. Basically kwangu mimi kufanya hilo tendo nje ya ndoa ni dhambi. So I cannot say nitafanya na mwanaume. Okay. What I'm saying in the sense kwamba nichukulie mfano kwamba nina boyfriend. Okay, tunafanya hilo tendo. Lakini ukikuta tayari una mimi, lakini you cannot control yourself, you will even, yani utajikuta unadanganya, unatafuta hata excuse yoyote upate tu mtu mwingine mpya. Yani desire yako sio tu mwanamke, kwa sababu si naye. Desire yako ni kuwa na different partners at the same time. You already are addicted. Okay. Why would you have different people? Unatafuta nini? It's not about pleasure. Yes, it's not about pleasure. Kwa sababu aliyekiweka hicho sio sisi. Aliweka Mungu. Kwa nini hatu control tuwe na mtu mmoja? It's because anajua it is possible and you will enjoy and you will be happy. Lakini kwa sababu mentality zetu zimetengeneza kwamba tunaamini no, men are multiple, men are naturally multiple, yani wanahitaji polygamy. Yeah. It's not true. Why? Polygamy for what? Okay. It is not true. Lakini kwa sababu society imejaza hayo kwenye akili kwamba at a point hawaoni kama kumkemea mwanaume kuwa na multiple women ni shida, wanaona kumkemea mwanamke kuwa na multiple partners ndio shida. Yes, to some extent, kwa sababu mwanamke anapokea, it's already a problem. Lakini it's not a problem to say kwamba extent kwamba uwabaki tu unamwambia mwanamke. Mwanaume naye, kwa sababu mwanamke hafanyi mwenyewe, anafanya na mwanaume. Kwa hiyo mwanaume naye akielezwa kwamba kuna implication, kuna impact ya wewe kufanya hivyo, haujiharibu tu wewe, unaharibu na generation. Kitu kingine nilichokuwa nataka kusema kwenye causative ni kwamba wazazi, kama baba alikuwa polygamy, inapelekea mtoto kama hana misingi ya kimungu ndani yake, mtoto naye anajikuta yuko hivyo. Kama ulichafua watoto wenzio, unahisi wako hawatachafuliwa, lazima watakuwa na hiyo tabia. Kwa hiyo watoto wa kike watakuwa wanatoka sana na watoto wa kiume watakuwa wanatoka sana. Lakini causative ni wazazi. Sasa kuna athari gani kwa mfano kwa kijana au kike au kiume kisaikolojia, lakini pia kwenye hali ya kimaisha kwenye hii situation ambayo anaweza kuwa anakutana nayo ya uraibu wa ngono? Okay, kisaikolojia inaleta implication kubwa, kwa sababu nimekuambia inapoteza uwezo wa kufikiri. Yale maono makubwa ulionayo hauwezi kuyatimiza kwa sababu umeaua kwa sababu ya hicho kitendo. Hichi kitendo tunaona ni kidogo sana kuingia kutoka, mmefurahi, lakini sio hivyo tu. You are exchanging a lot of things. You are exchanging destinies. Sasa unakutana na mtu gani? Huyo mtu kashakutana na watu gani? You are exchanging a lot of things. So kama your destiny was big, kwa sababu okay, kuna watu ambao they understand this. Nimesema na mimi mostly kwenye spiritual ndo naweza nikaongelea pia. Okay. Unakutana na mtu ambaye basically anataka kukuibia nyota, anataka kukuibia destiny. Kwa hiyo ana sleep na wewe, unaona it was just sex. It is not just sex. From that moment you don't have favor, unajikuta unakataliwa, mambo yako hayaendi. Kumbe the last woman you slept with either was not a human au alikuwa na maagano yake. The same goes to men. There are men also who do that. Okay. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo usipoangalia, you are destroying a destiny that you are trying very much to build. Uko shuleni unasoma, lakini unakuja kuhangaika na watu huku, haujui kwamba destiny unaoitafuta shuleni you are destroying it just for the matter of sex. Hiyo ni moja. Yes. Lakini you are destroying your spirit. Amna mtu anaweza akaongezeka akawa yeye if roho yake imeharibika. Na kitu kinachoharibu sana nafsi na roho za watu ni sex, kwa sababu by then you are exchanging something more than sex. So when you are doing it, you are getting from him and he is getting from you. Okay. Kwa hiyo
inaharibu msingi mkubwa sana wa maisha yako ya kiroho. Kama ulikuwa uko rohoni, unamjua Mungu, unampenda Mungu, una maisha mazuri unaenda, itakushusha down kwa sababu inaua kile kitu cha kiungu ndani yako. Okay. Yes. Kwa maana kwa kifupi ni kwamba hii kitu pia inaharibu productivity na mafanikio ya very much. Lakini kwa nini jamii bado inaona haya au aibu kuzungumzia hili jambo na kujaribu kuwaweka sawa vijana? Kwa nini? I think it's pretense, kwa sababu mostly it is not. Wachungaji wanajua. Kuna watu wanaosoma sex. I don't know kama huku Tanzania kuna sexologists wanaosoma mambo ya sex. Okay. Kwa sababu hicho kinatakiwa kifundishwe. Najua madaktari wapo wanaojifunza haya mambo, lakini I'm not certain kama kuna, of course nje najua wapo, hadi makansela wa mambo ya sex wapo. So I think ni kwamba ile society yetu imejiwekea ile mfumo wa kwamba kuongelea sex ni aibu. Unaongeaje, utaonekanaje, utaonekana muuni, utaonekana kwa nini unajua hivi vitu. Lakini we need to know them, kwa sababu jamii inaharibika na kinachoharibu ni hiki. Sasa hakiharibu tu in the sense jamii as vijana, lakini the whole, kwa sababu hawa vijana wanaenda kuwa wazazi. Yes. Wanaenda kuwafundisha nini watoto wao? Wao wenyewe hawakufundishwa na wazazi wao kuwa na restraining, kujua hichi kitu kina effect gani kwenye maisha yao. So productivity yetu kama Watanzania, kama vijana wa Kitanzania inaendelea kuharibika. Tusipoangalia hili jambo, we are going to destroy ourselves. Ni kitu ambacho watu wanaweza wakafanya kwa siri, wakafanya, lakini kinaharibu sana. Kinaharibu. I know when I say kinaharibu kwa kiasi gani. Kwa sababu it's not kwamba we don't know it. Jamii inajua, lakini kuna extent hawajui namna gani ambavyo inaharibu. For instance, nimeongelea spiritually. Yes. Lakini hata psychologically inaharibu. Kwa sababu mtu ambaye anakuja sana kuwa addicted, kwa sababu kitu chochote ukifanya, for instance ukianza kuiba kidogo kidogo, unanogewa. Unaanza kuona hauwezi kuacha, kwa sababu unasema nikienda nikiiba leo nitanunua hichi na hichi na hichi. Kwa hiyo unakuta mtu anaanza kusema nikienda leo nitapata hichi na hichi. Aangalie madhara anayoyapata kutokana na hicho kitu. Anaona kile kidogo anachonufaisha kwa wakati huo, anaona ni kikubwa. Hajui implications anazoziacha kwenye maisha yake na kwa jamii anayoishi. Katika mtazamo wako, kwa jamii tulionao sasa hivi, katika vijana wa kiume na wa kike, wepi wameathirika zaidi na changamoto hii na kwa nini wao? I don't think kama kuna difference, kwa sababu watoto wa kiume wameharibika na watoto wa kike sasa saizi nao wameharibika. You can find, mimi kuna watu ambao unakuta naongea nao, anaruka hadi nyumbani kwao, yani hawezi kujikontrol, anataka kwenda akamalize tu arudi, yani nothing more. Yes, na sio kwamba hana pesa, lakini anakuwa na ile urge. So you know it's not normal, yani sio tena kitu cha kawaida, it's something beyond it. Okay. Na sasa sio kwa mtu mmoja, imeenda beyond, kwa sababu vijana wa chuo, vijana wa form 5, form 6, form 4, form 3 wanakuwa wameshaanza kufanya vitu kama hivyo. Na sasa hapo nimeenda tu kwenye form 2, form 3, lakini form 1 darasa la 7 tunasikia mtu why would you have a boyfriend uko darasa la 7? Because kuna sexual issues, sexual informations ambazo hakutakiwa kuzipata, kazipata. Sasa anazitumiaje? Wameanza boyfriend na girlfriend. Wazazi wanacheka wasijue kwamba wanapokuwa shuleni wanafanya nini. Okay. Kuna ile zamani watoto wanaokaa boarding walikuwa wanawekewa mafuta nini. Hii haiwezi kuwa pengine inasababisha maybe na vyakula tunavyokula inawapelekea watu wanakuwa na hisia za juu sana juu ya jambo hilo. Hicho kinaweza kinachangia, kwa sababu chakula tunachokula mostly unakuta mabinti wanaona pizza, burger, chipsi ndo chakula, lakini hicho chakula kinaharibu mfumo wa homono ndani yako. Kwa hiyo kama tena haufanyi mazoezi, haushughulishi akili yako, obviously
utakuwa itakudrive tu. Okay. Yeah. Sasa kwa mfano kijana anataka aanze amejitambua ana hii changamoto ya uraibu wa ngono, afanye nini hatua za mwanzoni kwa ajili ya kuondokana na hii hali? Okay. Acceptance au acknowledgement kwamba nina shida, that's one of a way kutoka kwenye shida. Na solution ya pili, I would not give you a psychological solution, I will give you a spiritual solution. Ukisema utatumia psychological, my dear, it will return you, because kitu ambacho kina kuja beyond your power, yes, it's no longer a thing that you can control. Yes, psychologically naweza nikatoa mfano mmoja. Yeah. Kitu chochote ambacho your brain can learn and relearn and unlearn, unaweza overcome. Yeah. If it has not gone to the spiritual side, kwamba kama ndo nimeanza afu naona na moto, lakini I know there is something in me that can change, ninaweza nikaanza ku inflict pain on myself. In a sense, nataka sex, I can do something to rebrain my brain, yeah, ambacho kitaleta pain. Kwa hiyo kila nikiwaza sex, labda najipiga, kupiga kule ambapo nitaumia. Kwa hiyo brain haielewi kwamba nimejipiga, lakini inaelewa kwamba when I think about sex I am hurting. Yeah. So haipendi kuumia. So unavyoendelea kufanya automatically brain itasahau hiyo mambo ya sex. Lakini when we are talking about spiritually, it's you deciding, natakiwa kubadilisha mfumo wa maisha yangu, nianze mfumo mpya, niatoe maisha yangu kwa Kristo, nianze kuishi maisha matakatifu. Nisubiri nioe, kama nina umri wa kuoa au kuolewa, nisubiri nifanye hicho kitu. Kama ni mwanaume ndo anaamua kuoa, so I have to marry so that I can stop this. Hicho kitakusaidia. Okay. Lakini ukioa lakini bado una shida hiyo, kwa sababu hata wanandoa saa hizi bado wanatoka, yes, hawaridhiki. So it's not about marrying only, it's about making a decision kwamba hichi kitu sio kizuri, kina ni affect, nataka msaada wa kiroho. Mpokee Kristo, gairi au batilisha hayo mambo, jiondoe, futa hayo magano, simama kwenye msimamo mmoja. Umeoa, tulia na mke wako, jifunze namna gani ya kucontrol mwili wako, kwa sababu Biblia inasema a man should learn how to control his passion. Maana yake Mungu anajua kabisa you can control. Hajes zikija, kwa sababu yeye ndo ameziweka, anajua unaweza ukazicontrol. Amekupa hiyo power. The fact is ni wewe mwenyewe una train brain yako kwamba ikija tu hiyo urge unaisimama, unaitii. Already hautaweza kuicontrol. Okay. Yeah. Wazazi wana nafasi gani katika kuwasimamia na kuwashauri vijana wao ambao pengine bado wanakaa nao majumbani au wako shuleni, wako chuoni? Wana nafasi gani katika kuhakikisha jambo hili linakuwa katika hali ya utofauti wa uraibu wa ngono? Okay, Biblia inasema mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Maana yake ni kwamba akuone wewe kwanza una mfano mzuri, umetulia na mama yake. Alafu pili, usiwe unaficha mambo. Tell your child the truth. The truth is the truth of the Bible. Kwamba jitunze. Hiyo kitu utaikuja kuikuta kwenye ndoa. Saa hizi unapoenda kuifanya, unajiharibia mstakabali wa maisha yako. The truth. Shida ni kwamba wazazi wana aibu gani? Kwa sababu huyo mtoto anajijua, anaona. You cannot hide. Kwa hiyo kuwafundisha watoto kulingana na umri, lakini kuwafundisha it's basic, very important. Usione aibu, kwa sababu wewe usipoambia ukweli, dunia itaenda kuwadanganya. Wataamini uongo kwa sababu hawajaambiwa kweli. Lakini utakapowaambia kwamba hichi kitu kiko hivi, hakina starehe, kwa sababu unajua kabisa unatenda dhambi. I know kwa dini zote hicho kitendo kufanya nje ya ndoa ni dhambi. Kwa hiyo kuwaambia watoto wako the truth, usiwafiche. Unapofanya hivi unakosea. Yes, kuna dhambi nyingi, lakini kuna dhambi ambazo hazina effect ya mauti, lakini ile ina effect ya mauti, unaiua nafsi yako. It's beyond that. Kwa hiyo the pleasure is not as, yani ni ya dakika umeimaliza, lakini implication unazozileta kwenye maisha yako ni kubwa sana. So kuambia watoto ukweli kwamba yes, this is beautiful,
but it is beautiful on its time. Biblia inasema usiyachochee mapenzi mpaka yaone sahihi wakati wake. Maana yake teach them how to protect themselves, how to value and see their worth. Shida ni kwamba kuna mabinti wanakuwa wazazi wao au familia yao remove their worth, hawaoni kama wana thamani. Na pia familia ambayo mzazi wa kiume the problem also, Mungu asaidie, hii wazazi kukaa na watoto wao kuwalea ni shida, kwa sababu binti anakuwa hajui mfumo wa kupendwa. Mzazi wa kiume ndo anamuonyesha mtoto wake wa kike namna gani ajueje upendo ukoje. Anatoka nje anaenda chuo, mwanaume anamdanganya tu, hii ndio upendo. Anamtengenezea mazingira ya kumpigia simu kila saa kumwambia nakupenda. Binti anahisi anapendwa kweli, kwa hiyo anapodanganywa kitu kidogo tu anaona sawa, kumbe it's not true. Lakini angejengewa msingi wa upendo wa kweli, akaambiwa you are beautiful, you are worthy, no one should deny you your time, your moment of growing to become who you want. Mtu asikudanganye kwamba atakusomesha akuoe, no. Become who you have dreamed to be. Nenda kwenye vision ulionayo, fika huko. Ukifika watakuja, lakini society akitoka akianza kujifunza, akikuwa mkubwa, akiwa bado hana mwanaume, wewe unachelewa, wewe inaanza kumfrustrate. Yoyote anayekuja anataka aende naye ili tu apate ile kuamini kwamba ataolewa, ana boyfriend na yeye. That's not true. Lakini kwa sababu society haijajenga kwamba you have to have your worth, you have to know who you are, you have to know where you want to go, you have to know what you are called to do, itakurestrain. Anasema kwa kukosa plan watu wanakosa kujizuia. Maana yake nikiwa na vision, nina mipango ninayotaka, nitaweza kujizuia. Akija mtu ambaye naona huyu hawezi, why should nijisumbue ya nini? Okay. Yes. Ni neno gani ungependa kuambia vijana kwenye changamoto hii ambayo sasa hivi inaonekana ipo, lakini watu ni kama wanaionea aibu kuisemea, na inawatafuna watu wengi sana kama ulivyozungumza, sio tu vijana, mpaka watu ambao wapo kwenye ndoa pia wanatafuna na hii changamoto. Ungeweza kuambia kitu gani kwa ajili ya kuwaokoa au kuondoa, au wao wenyewe wajitambue na waanze kuchukua hatua kwa kweli? Kitu ninachoweza kusema ni kwamba usipojipenda hayupo wa kukupenda. Show yourself compassion, jipende, jihurumie. Hiyo sex as nimeongea inaharibu future yako. Usipoweza kujicontrol ukafanya maamuzi sahihi, utaharibu future ambayo it was a great future, ungeweza kusaidia watu wengi, lakini kwa sababu ya kitu kidogo unaharibu maisha yako. Kwa hiyo jitambue. Ukijua worth ulionayo, hamna ambaye atakuja akakupeleka. Hata atakapokuja utajua huyu ananipotezea muda. So what I can say is, vijana tujue thamani yetu. Ukijua thamani yako, ukajua nini unataka in life, kitakusaidia. Another thing, kumjua Mungu. Kumjua Mungu kuna kuwekea mipaka mingi sana, kinakuzuia na mambo mengi sana. Kumjua Mungu sio ushamba, that's life. Yani hakuna maisha nje ya maisha ya kimungu. Kwa hiyo ukitaka kuishi maisha mazuri, mjue Mungu. Yes, I'm not saying wala umjua Mungu they are perfect. I'm saying kuna restraining na boundaries zinawakeep kwa sababu ya kumjua Mungu. Yes. Mimi nikushukuru sana, na kwa yule ambaye atakuwa amepata nafasi ya kupata hii elimu, basi achukue hatua kualimu, kwa sababu tunatambua changamoto hii inawaathiri watu wengi. Mnashindwa kuzungumza, mnashindwa kutoa maneno kwa watu kwa sababu ya namna ambavyo inawatafuna, lakini kwa sasa hivi ni changamoto ambayo unapaswa kuchukua hatua pindi unapojikuta inakutafuna. Bwana, mimi nikushukuru sana, lakini pia karibu wakati mwingine. Asante. Asante sana.